Ndugu zangu, ndugu wa Tanzania, pamoja na ndugu wote wa East Africa. Leo napenda nizungumze mambo machache, lakini yatakuwa kwenye series mbalimbali ambazo nitakuwa nazungumzia, ambazo pengine nadhani zinaweza kuokoa maisha ya baadhi ya watu ambao pengine wanahusika katika masuala yenye ushindani mkubwa wa kimaisha, hasa ikiwemo biashara kubwa, zabuni na zaidi sana ushindani wa kisiasa. Kumekuwepo na mabadiliko makubwa ya jinsi ambavyo watu wanagharimika kuwania nafasi za kisiasa katika mataifa ya East Africa, hasa Kenya, pengine Tanzania haipo. Lakini napenda watu waanze kufahamu kwamba kumebadilika trend sasa hivi kwamba katika kuwania nafasi za kisiasa au hata kwenye ushindani wa mambo mengine, lakini leo acha nijikite kwenye masuala ya kisiasa, watu wako tayari au watu wa ovyo wako tayari kutumia mbinu yoyote mbaya, zikiwemo za kuumiza wengine, zikiwemo za kuangamiza maisha ya wengine, zikiwemo za kuharibu sifa na heshima za watu wengine, kutumia matope katika kupata fursa za kisiasa. Kwa maana nyingine, alizungumza mtu mmoja, mtaalamu wa masuala ya political science, akasema ukitaka kushinda siku hizi katika chaguzi, katika kampeni, usitake tu kuonyesha kwamba ni mambo gani utakayoyafanya kwa wale ambao unataka wakuchague au uzuri wako ukoje, lakini pia unatumia nusu ya muda na nusu ya resources na jitihada kuonyesha yule mwenzako ni mbaya kiasi gani, na kama unapandikiza chuki dhidi ya yule mwenzako ili watakao kupigia kura wawe ni wale wanaokupenda wewe na wanaomchukia au waliopokea chuki dhidi ya yule mwingine. Kitu ambacho I will never do, even at my grave. Siwezi kufanya, in my grave I meant to say, siwezi kufanya kitu cha kutumia siasa za matope ili kupata nafasi ya kisiasa, kwa sababu kama most likely opponent wa kisiasa ni mtu ambaye unamfahamu au hata anaweza kuwa colleagues, kama anaweza kutumia mbinu chafu za matope na hata pengine za kutaka kuangamiza maisha ya mwingine ili nipate nafasi hiyo, ni wazi kwamba nafasi hiyo nikiipata, wale wananchi wanyonge nisiowajua, sina kusudio jema la kuwatendea mema. Maana kama ningelikuwa ni mtu wa kutenda mema na kujali haki, ningeanza na huyo opponent wangu ambaye anagombea nafasi ambayo tunashindania. Lakini ndugu zangu, leo hasa sio ninachotaka kukizungumza. Ninachotaka nikizungumze ni kwamba kadiri zinavyokaribia chaguzi, kwa mfano nchini Kenya mwaka 2027 na nchini Tanzania 2030, na hata hapo katikati wengine wanaotaka kuangamizana ili waweze kuwa na by elections za kuweza kuchukua nafasi za watu ambao pengine wanazitaka au walikuwa ni mahasimu wanazitaka hizo nafasi tangu awali, na hata baada ya mwenzake kushinda bado wanafikiria kwamba ana chances ya kudhuru maisha yake ili hiyo nafasi yake aichukue. Au kwa wale ambao wako tayari kwenye madaraka, watu ambao wana hofu kwamba huyu mtu pengine kuna siku moja atakuwa more powerful than ambavyo tayari yupo, na pengine sisi hatuna chance mbele zake. Kuna sababu nyingi sana za kusababisha watu kwenye siasa kutaka kuangamiza maisha ya wenzao ili waweze kupata nafasi hizo, au wajiweke kwenye nafasi ambazo ni bora zaidi, kupata nguvu au kupata hata nafasi ya kuluti rasilimali na resources ambazo kikawaida si stahili yao. Anyways, nasema hivyo kwa maana gani? Kwa sababu sio watu wote ambao watu wanataka kuwaeliminate kwenye masuala ya public service au siasa ni watu ambao wanagombea nafasi fulani. Wakati mwingine mtu anaweza kaa ni mkuu wa idara au mkuu wa sehemu fulani ambayo anahakikisha kwamba hataki ubadilifu, hataki rushwa, hataki mambo mabaya ya kona,
hataki embezzlement, hataki mambo yote ambayo hayaruhusiwi. Na kwa sababu wale watu walioko kule ni wachafu, au baadhi wanataka aondoke ili waweze kupata nafasi ya kuendeleza mambo mabaya anayoyazuia, hilo pia linaweza likasababisha mtu kudhuriwa maisha yake. Sasa baada ya kuzungumza yote hayo, nataka nizungumze njia ambazo ni high tech katika ulimwengu wa sasa. Sitaenda sana in detail, lakini naomba wewe unayesikia ukafanye research kama kweli uko interested kulinda maisha yako, kama ni mtu unayehusika kwenye siasa, kwenye uongozi, kwenye labda ni aspirant wa uko mbeleni kwa jambo lolote la kisiasa, au ambalo lolote unadhani kwamba linaweza likasababisha ushindani wa hata wengine kutamani kudhuru maisha yako. Nataka nizungumzie high tech assassinations ambazo watu sasa hivi au jamii sasa hivi inabidi kuziepuka sana, wamekuwa nazo makini sana. High tech assassinations, hasa unapokuwa kwenye masuala ya kisiasa. High tech assassination ya kwanza ni kulishwa sumu, na si kulishwa sumu kwa njia ya kawaida. Kuna njia mojawapo ambayo, njia kama 3 nataka nizizungumze, ambazo unaweza ukalishwa sumu bila kudhania, unsuspecting. Ukalishwa sumu bila kudhania, na hata wale ambao walikuwepo pale ulipopewa sumu, hata miaka 100 ijayo, kama hawana akili, hawatakaa wagundue kwamba ulipewa sumu na ulipewa kwa jinsi gani. Njia ya kwanza ni njia ya kushiriki keki. Ndugu zangu, keki inapokuwa imepambwa na kuwekewa ile sukari au ile icing ya juu, ni vigumu sana kuiona kwa ndani. Na kama watu au mtu fulani amekusudia keki iwe kama an instrument of assassination, kama chombo cha kuua mtu, anaweza akaandaa tukio, au katika tukio fulani wewe ukawepo, ambaye ni target, ambaye ndio mlengwa. Watu wote wakakaiwa keki hiyo hiyo, lakini katika section ya hiyo keki, kama ni ya mviringo, katika unafahamu mahesabu yale ya pie, katika section percentage ya hiyo pie, sehemu fulani ambayo ni very marked, either kwa rangi fulani au kwa dot, whatever it is, ikawa ndio imewekewa sumu ya kukuua wewe. Na ikifikia zamu yako kupewa keki, ile keki, the same keki ambayo kila mtu amepewa, utakatiwa ile sehemu yako, ile sehemu ambayo ni targeted, ambayo specifically imewekewa poison kwa ajili yako wewe. Unapewa, na ukila utakufa wewe, na wengine wote waliokula hiyo keki watashangaa wako salama. Watashindwa kuelewa kwa nini huyu mtu kafa eti kawekewa sumu wakati wote tumekula keki hiyo moja. So kwa avoid vitu kama hivi, never ever randomly participate. Usishiriki kwenye kula vitu vya namna hiyo. Ukienda kwenye sherehe yoyote ile, hakikisha huli vitu kama keki vya kupewa specifically wewe. Na kama imebidi, kama ni kwenye buffet, tuma hata mtu akakuchukulie, na hakikisha kwamba hakuna mtu anaye monitor movement zako. Hakikisha huko hauko predictable, na hakuna mtu anaye kumonitor wewe unafanya nini. Na hata kama ukimtuma mtu unakaa na suspicious, pengine kuna mtu kamshtukia wewe ndio umemtuma, tuma hata mwingine tena. Au hata move around the tables, chukua chakula cha mtu unayemfahamu, labda kama ni rafiki, kama ni mke, kama ni nani, chukua cha kwake, kula wewe, nenda kamwambia akachukue kingine. But don't ever kwenye cocktail, kwenye keki, kwenye nini, ukakubali umiminiwe hata, au ile umekaa kwenye cocktail na miminiwa vinywaji, umeshapewa kila mtu cha kwake, umekaa, anakuja mtu specific anakumiminia wewe. Do not drink in such a manner. Don't. Hiyo ni namba 1 kwenye keki na cocktails za vinywaji. Namba 2, unapewa sumu ambayo kila mtu anaweza kaa contaminated, labda iko kwenye juice au iko kwenye pombe, na kila mtu anashiriki the same, lakini wale wengine wanaoshiriki pale wamecollude, wamefanya syndicate, wana antidote ya ile sumu. Wametumia antidote, lakini wewe umepewa sumu ambayo wewe binafsi hukupewa antidote. It is very high tech, lakini it's very within the possibility.
Lengo hasa hapa ni wanasema ni plausible deniability. Yaani watu wanakudhuru kwa kiwango ambacho akija kulalamika mtu kwamba huyo alipewa sumu kwenye pombe au alipewa sumu kwenye kinywaji, waseme mbona sisi wote tulikunywa kinywaji hicho hicho. Another means of assassination, which is also very samahani ndugu zangu, nimezungumza kwa lugha ambayo sio lengo langu. Njia nyingine ya kuua mtu kwa njia ya kumwekea sumu ni njia ya kumtarget mtu ambaye anatumia dawa, labda dawa mbalimbali ambazo ameandikiwa na daktari, labda kama ni dawa za pressure au dawa zozote zile, especially dawa za capsule. Sasa hao watu wanaofanya hivyo ni watu ambao wanakusoma vizuri, wanakumonitor vizuri, na pengine hasa ni mtu ambaye una cheo cha level ya juu kiasi kwamba una walinzi na watumishi mbalimbali wanaokuhudumia. Kama ukiwa unatumia dawa fulani, wakawa wanafahamu, watatumia hizo dawa zako kukuua wewe, na utajiua kwa mkono wako. Kwa sababu kwa mfano kwenye capsule, vidonge vya capsule, kama unatumia capsule, anaweza akachukua kimoja wapo katika zile dawa zako. Kama wewe umeweka dawa zako tu kwenye drawer ovyo tu nyumbani, una trust watu au kwenye makazi yako, watachukua zile dawa zako, watafungua capsule moja wapo, wataweka sumu ambayo ni very very strong na kufunika tena ile capsule. Na wewe katika kumeza dawa zako, kama ni kila jioni, kama ni kila asubuhi, kwa mkono wako utameza dawa zako na utajiua nazo. Kwa sababu unsuspecting, bila kujua, utachukua moja wapo ya kile ambacho kama ni capsule kilifunuliwa na kuwekwa sumu, au kama ni vidonge vya kawaida kile ambacho kiliondolewa na kuwekwa ambacho kinafanana kinafanana exactly kama zile dawa zako, lakini chenyewe sio dawa, ni poison. Au zile dawa zako, dawa inakuwa na kiwango fulani cha dawa, milligrams au weight fulani, inakuwa na weight. Kama ni dawa za pressure, kama ni dawa za moyo, kama ni nini, au kama ni dawa za kuzuia damu kuganda, watachukua zile dawa. Sasa hiyo inahitaji uwezo mkubwa na maandalizi makubwa na fedha nyingi katika kufanya kitu kama hicho. Wanatengeneza kidonge cha aina ile lakini ambacho kiko maybe 100 times stronger. Wanachanganya na dawa zako, wanautumia baadhi ya watu ambao unawaamini katika makazi yako, katika nini, wanachanganya na dawa zako. Wewe mwenyewe kwa mkono wako katika kunywa dawa zako unakinywa na kile ambacho kimechanganywa na zile dawa, kinaonekana kama ni genuine, kinaonekana exactly the same kama vile vingine, lakini kiko 100 times stronger. Au not even 100 times stronger, kiko na content tofauti kabisa. Kama ni kidonge cha aspirin, ni aspirin, kingine kumbe ni sumu ya panya, au ni cyanide, au ni heavy metal fulani hivi, lakini imekuwa coated white kama vile kidonge kingine. Ukinywa, by the time you suspect, mbona kama test iko tofauti, tayari umeshameza. Kitu kingine ambacho kinaweza kutumika kwenye assassination, ambayo ni high tech and very concealed. Sizungumzi hizo za mara umetegeshewa ajali barabarani and stuff like that. Forget about that, we'll talk about it next time. Nataka nizungumzie hizo ambazo ni unsuspecting. Unapangiwa ziara kwenda mahali, unatumwa mahali, unaenda, unaingia unakuta umepangiwa kabisa hoteli, unawekewa na maji ya kunywa, unawekewa na vitu kwenye friji na vitu kama hivyo. Na kama wewe ni mjinga, iwe kwamba umewekewa kitu, iwe kama haujawekewa kitu, hutakiwe na tendency ya kuwa predictable kiasi kwamba unawekewa vitu unavitumia. Na vile vile kwa upande wangu mimi, unatakiwa usiwe predictable kiasi kwamba unapangiwa chumba unakubali na wewe kulala chumba hicho hicho. Why? Kuna a lot of things which can kill you ndani ya chumba, na mtu yote asijue kwamba umekufa kwa kuuawa, umekufa wakadhani kwamba umekufa naturally. Wanaweza wakaweka device ambayo ina release carbon monoxide, ambayo imekuwa timed ina release carbon monoxide wakati wa fulani wa usiku, na utakufa peaceful, nobody will suspect. Wanaweza wakaweka
kama hawataki hicho kitu kupotea kwako, demise yako itokee, elimination yako itokee immediately, wanataka itokee labda miezi 6 au miezi 8 baadaye, wanaweza kaeka element fulani, chemicals fulani ambazo labda kwenye mashuka au wapi, ambazo zikicome in contact with your body utapata kansa, pengine hata kansa mbaya zaidi ya damu au kansa ya ubongo, ambayo gradually baada ya miezi 6 unashangaa mtu amekufa naturally, kumbe alikuwa assassinated. Anyways, nitaendelea kufanya research na kuzungumzia, sio research because I follow up a lot of things katika mambo mbalimbali ya forensic na masuala mbalimbali ya social science, especially kwenye political science, na masuala ya ushindani wa kisiasa na ushindani wa kibiashara, na jinsi ambavyo watu wanaweza kuwa na strive katika kutokujali ethics za ni kwa jinsi gani aweze kupata jambo fulani, faida fulani kihalali. Nitakapokuwa na mambo mengine zaidi nitayaleta. Asanteni sana.